Haya ndiyo madhara ya hasira kiafya yakiwasilishwa kwa pointi zenye maelezo ya kutosha. Hasira ni hisia ya kawaida kwa binadamu, lakini ikiwa haitodhibitiwa vizuri inaweza kuathiri afya ya mwili na akili kwa kiwango kikubwa sana. Sasa madhara yatakayotajwa hapa ni madhara 10 tu, lakini kama tu wewe ni wa kwanza kufungua chaneli hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Kutoka hapa tunapoanza mpaka tutakapotimitisha, utakuwa nami Dr. Lucas. Karibu tuweze kuangazia hayo madhara 10 ya hasira kiafya. Madhara namba 1, huongeza shinikizo la damu. Wakati mtu anapopata hasira, mapigo ya moyo huongezeka na mishipa ya damu hukaza. Hii husababisha ongezeko la juu la damu, hali inayoweza kuathiri moyo na mishipa ya damu kwa muda mrefu. Namba 2, huongeza hatari ya magonjwa ya moyo, kwani hasira ya mara kwa mara huhusishwa na msongo wa mawazo ama heart attack na mishtuko wa moyo ama stroke, kwa sababu ya athari za mara kwa mara kwenye mfumo wa mzunguko wa damu. Madhara namba 3, huathiri kinga ya mwili, kwani hasira kali au hasira ya mara kwa mara hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi, kwa sababu mfumo wa kinga ama immune system huathirika unapokuwa katika hali ya msongo ama stress. Huathiri mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Haya ni madhara namba 4, kwani hasira inaweza kusababisha matatizo ya tumbo kama vile vidonda vya tumbo, kujaa gesi, kiungulia, hata pia kuharisha kutokana na msisimko wa neva zinazohusiana na mfumo wa mmeng'enyo. Namba 5, huchochea msongo wa mawazo na mafadhaiko, kwani hasira ya muda mrefu inaweza kusababisha stress sugu na hatimaye husababisha mfadhaiko wa akili ama depression au wasiwasi wa mara kwa mara, kwa lugha ya kigeni tukiita anxiety. Namba 6, huathiri usingizi. Watu wenye hasira nyingi mara nyingi hupata usingizi kwa shida sana kutokana na akili au kushindwa kutulia au kuachilia hasira kabla ya kulala. Namba 7, huathiri afya ya ngozi. Hasira na stress huchangia matatizo ya ngozi kama vile mba, chunusi na mapele ya mwili kwa sababu ya mabadiliko ya homoni na msukumo wa ndani ya mwili. Namba 8, moja ya madhara, huathiri mahusiano ya kijamii na familia, kwani hasira isiyodhibitiwa huathiri mahusiano ya karibu, huleta mivutano, huzuni na hata kutengwa. Afya ya kihisia na msaada wa kijamii pia hupungua. Madhara namba 9, huathiri uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi, kwani hasira kali hufunga uwezo wa ubongo kuchakata habari vizuri, hivyo mtu anaweza kufanya maamuzi ya haraka bila kufikiria, hali inayoweza kuleta majuto baadaye. Kabla hatujaingia moja kwa moja kwenda kutazama pointi ya mwisho, pointi namba 10, madhara ya hasira kiafya, naomba kuweza kukumbusha, kama tu wewe ni wa kwanza kufungua video hii, usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuwe wa kwanza kupata taarifa zetu mpya pindi pale ambapo tunakuwa tunazi-upload. Moja kwa moja tukaitazame hiyo pointi namba 10 ni ipi hasa. Madhara namba 10, huongeza hatari ya uraibu na tabia hatarishi. Baadhi ya watu huharibika na hujaribu kuficha hasira kwa kutumia pombe, sigara au dawa za kulevya, hali inayoweza kuleta uraibu na madhara zaidi ya kiafya. Swala la ujenzi wa afya ni jukumu ambalo linatuhusu sisi sote, hivyo jambo la msingi ni wewe kutokuacha kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Cha msingi ni wewe kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hii itakusaidia pale ambapo tunakuwa tuna-upload video zetu mpya, wewe kuwa wa kwanza kuzitazama video zetu hizo mpya ambazo tunakuwa tunazi-upload.
Pia niendelee kuwashukuru wale wote ambao wamekuwa mstari wa mbele sana katika kufuatilia video zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Kwa haya yote sina kitu kingine cha ziada zaidi ya kuendelea kuwashukuru. Asante.